Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dokta. Sheikh Rashid, watu wengi wanakufahamu kama shekhe na dai mkubwa, hasa kupitia ile kalima yako mkono kwa mkono hadi peponi. Lakini juzi tumezungumza, umeeleza kwamba una historia nyingine kabla hujaingia kwenye dawa. Ndiyo. Watu wangependa kufahamu Sheikh Rashid kabla hajaanza dawa alifanya nini au profession yake ni nini? Naam, karibu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kwanza kabisa nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake zote. Hapa tulipofikia hatuna ujanja wowote ambao sisi tumefanya, isipokuwa ni taufiki yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, 200% tuseme. Kwa hivyo yote haya tunayofanya Mwenyezi Mungu ametaka yawe na yakawa, kun fayakun. Lakini swali lako, kujibu swali lako ni kwamba mimi nimesoma mambo ya kama ni mkemia, pharmacist. Na katika wakati ile kazi yangu ya pharmacist nilikuwa nimeanza tayari kufanya dawa. Nilikuwa nafanya kazi ya dawa, lakini pia naingia kazini masaa 8 kila siku. Nimefanya takriban miaka 10 nikiwa ni general pharmacist, mwanamkemia au pharmacist wa kawaida ambaye anagawa madawa, akichanganya dawa za watoto mashauri. Kwa hiyo compounding wanasema ya dawa za watoto, kutoa from tablets to syrup, kutoka dawa za vidonge kwenda katika dawa za kunywa, napata convert from tablet to. Lakini pia baada hapo nika specialize, nilisoma mambo ya dawa za saratani, dawa za chemotherapy. Nikalisomea jambo vizuri, nikawa tayari ni mfanisi katika hilo vile vile. Alhamdulillah, naam. Nikawa nashanganya vile vile dawa. Kwa maana hiyo watu tunaweza kusema Sheikh Rashid alianza kazi ya kutibu miili ya watu. Naam. Pamoja na kutibu miili ya watu, hukuacha pia kutibu roho zao. Ndiyo. Kwa kuwapa dawa na kuwapa mawaidha mbalimbali. Nini kilikusukuma kufanya hivyo? Wallahi, jambo moja muhimu kabisa ambalo naweza kusema hapa ni kwamba kama mnavyoona, tulipotoka Tanzania tulikuja hapa tukawa wahadhiri ambao ni wanaozungumza lugha yetu ya Kiswahili ni wachache mno. Kwa hivyo tukawa tunafika kwamba nani atawafunza dini yao watu hawa, watu wetu sisi. Na nasema kwamba wanaozungumza Kiswahili wanatoka nchi tofauti tofauti, Tanzania, Burundi, Rwanda, Kongo, hawaijui vizuri au tuseme hawajui kabisa lugha ya Kiarabu. Na hata mmoja kikaa mbele ya shekhe ambaye shekhe anazungumza Kiarabu, basi anakuwa hafahamu. Kwa hivyo walikuwa tuko na haja kubwa ya kupatikana wahadhiri ambao watawafikishia dawa, wapate kumjua Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kupitia lugha yao, bilisani, kwa ulimi wao. Hapo ikaja fikra kwamba lazima tusome. Nikakaa chini ya mashekhe, na kabla hapo taban tumesoma Tanzania kabisa, tumekuja na background nzuri ya kidini. Mashekhe na vile vile wazazi walichangia kikubwa katika kuhakikisha tupo hivi, lakini pamoja na mumarasa kuingia katika majali ad-da'wa, tulianza pole pole mpaka Allah akatufikisha, sio mimi, Allah akatufikisha hapa tulipofika. Na hivyo mukhtasari ndio. Sasa kuna watu pengine ambao wanafani kama zetu, kama nimekuambia mimi ni daktari na wewe ni mfamasia, na pengine wanaogopa kuchanganya kazi na dawa. Watu wanatenganisha. Sisi zamani tukiambia kuna elimu ya dini na dunia, kadhalika kuna kazi ya kufanya ukiwa katika dini na kuna kazi ya kufanya katika dunia. Wewe uliwezaje kuchanganya haya yote? Na mimi nilizihesabu kama zote ni za dini. Yani zote ni za dini, na baraka ya kazi ya dunia haikupatikana ila kwa kufanya kazi ya dini. Nikaona kama baraka zinakuja katika umri, katika mshahara ule, katika ndoa, katika watoto, kupitia kwamba unamtangaza, lakini pia hujazingatia au hujaacha kuzingatia chumo la halali. Kwa hivyo hata katika wakati nafanya kazi hospitali, nilikuwa nafanya dawa. Mashaallah. Kwa manesi, kwa madaktari. Kwa hivyo hata vile vile, na pia tulisafiri nchi mbali, kwa sababu ni kijana ambaye alikamata mkono na mashehe, walipoona kwamba lillahi alhamdu wal minna, Allah peke yake, walipoona kwamba kijana huyu anaweza kuwa kitu fulani, basi walikamata mkono vizuri,
wakiwa ni mashekhe hao ni wa kiume kama vile wa kike ambao ni washekhati, kwa sababu huyu mtoto huyu atakuwa kitu fulani siku fulani. Kwa hivyo kutofika Allah na misaada, unajua Mwenyezi Mungu kaifanya njia nyepesi mpaka kufika hapo tulipofika. Sawa, nasema alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sasa mtu ambaye anatamani siku moja kama sisi ambao tayari unaona umri umesogea, sio kama wewe, lakini mtu anaweza kuogopa akasema mimi sikuweza kusoma, sina elimu kubwa namna hiyo. Je, lakini ana elimu yake ya pharmacy, amesoma vizuri, au daktari au nesi au wengine katika sehemu ya afya, hao wanaoshauri wafanyeje? Mimi nashauri waanze hilo lazima waanze. Sidhani kama kuna Muislamu atashindwa kufikisha angalau aya balighu anni walau aya. Sidhani kama Muislamu atashindwa hata kufundisha namna ya kusujudu katika pahala anapofanya kazi, akiwa hospitali, akiwa labda yupo katika factory, katika kampuni, katika kiwanda, anaweza kumtangaza Allah subhanahu. Lakini pia aanze, tunapozungumzia huu wakati tunaoishi, huu wakati umejaa fitna za kila aina, tuna haja kila mtu awe daia, awe balozi wa Uislamu wake, ikiwa kutangaza huko kwa tabia zake au kufikisha yale ambayo amejaliwa na Allah na ana uhakika nayo, basi afikishe. Nafikiri akianza basi nafikiri ataliweza hili. Lakini pia apate ushauri. Yupo karibu na Sheikh Walid kama ni mwalimu na mwongozo, atakupeleka ni pazuri katika kazi inshallah taala. Lakini tuanze inshallah. Basi watu ambao wanatutazama, hasa vijana ambao wako Tanzania na sehemu mbalimbali duniani, wape neno moja ili tumalize. Wallahi tunasema kwamba haya maneno tunayosema sio kwamba kujifakhirisha kwa kadri ya kwamba tunataka kusema kwamba yes you can, kwamba wewe unaliweza. Aliyeniwezesha mimi ni yule la ilaha illa Allah. Vile vile wewe atakuwezesha kuifanya kazi hii, ili muradi kama alivyosema, anza tu kumtangaza Allah. Allah akiona ukweli wako, basi atakufungulia milango kama alivyomfungulia Rashid Shukeri leo, anamtangaza Allah kwa hivi ambavyo mnavyoona anamtangaza, mkono kwa mkono, hali imeponi.